Nibi nilungo kumola Bamba Family original. Na kuvoya sana shabiki wangu, mtu wangu, na kuheza, na kulavu, na kulike. Kitu ambacho na kuvoya shabiki wangu. Karibu kwenye channel yangu ya Bamba Family original. Na ukifika hali yahu, search Bamba Family original. Like, share, subscribe, undakala uzanisaidia. Na ukinimala hali ya TikTok na manyikana Heredi Nilungo ambao nina account yangu. Ukikala pengine unarorosi unadimoka za hareo TikTok ukasumurira na ukadima kuelewana here mwana mugiriama. Karibu sana. Hey! New again manze. Make sure na subscribe na like na comment. Kujiunga na familia kubwa. Let's go. Hello guys, I'm Rich Konka. Niko live again na nimekuja kwenye exclusive interview. Niko na wajamaa wawili hapa. Niko na jamaa mmoja anatuambia jina lake. Lakini anakaa mzimu anatisha. Hapa pande zingine niko na jamaa wangu hapa Bibi Masai. Tutajua jina lake hapa punde tu. Tutaanza na mmoja mpaka tumalize interview yetu. Kwanza kabisa kuna new series inaendelea. Inaanza. So guys, be ready on it. Pick up na link up na mtaona link chini description. Tukianza na mzee Mizimu. Tumfahamu kwanza kwa jina lake. Kufahamiana ni vizuri. Unaitwa nani? Mimi najulikana kama Mzee Babu. Lakini kwa hii movie wanajulikana kama Kibajaji kwa hii movie. Kibajaji. Sasa mtu anataka kufuatilia kwanza. Akufuatilia kwa jina gani? Sasa kwa mtu akitaka kunifuatilia niko na channel ambayo iko YouTube. Unafika pale YouTube, una search Bamba Family Original. Bamba pale ni nyingi. Search Bamba Family Original, utapata channel yangu. Kuna vitu vizuri ambavyo tumevibandika pale. Kwa hivyo YouTube wanafuata kwa Bamba Family Original. Yes. Okay, tulipande kwa Masai. Sijui ni Masai lakini tutambe jina lake. Wanakuita nani ndugu yangu? Mimi naitwa Peter Singh. Lakini kwa sana sina jina halisi. Kwa movie ninazocheza naitwa Kiberiti, naitwa Kayo, naitwa Peter. Sawa. Nadhani umewasikia majina yao kamili. Sasa tuende kwenye lengo tuingie kwenye lengo. So ndugu yangu Mr. Peter, ningependa kuuliza swali. Sana ulianza vipi? Sana mimi kwanza nilianza na comedy. Mwaka wa 2021 nilianza act comedy. Sana ya kuigiza uigizaji nikaanza 2022. Na movie yangu ya kwanza ambayo nilipiga ni movie ya Mzee Msisiri kwa mziki wangu, ambayo tulichezea Timbila na fulani inaitwa African North Films. African North. Hapo sana ndo nilianza. Jamaa alianza movie 2021. Alianza movie ya mziki wangu. Ukitaka kuipata iko kwa YouTube African North Films inaitwa mziki wangu. Kwa sababu tunaona tunaonyesha ifuatilia hapo. So tukurudi kwenye mzee wetu Bamba. Hajatuambia ile tumuite ndani. Kila sababu tu Bamba TV. Bamba Family. So mzee Bamba Family. Wewe ulianza sanaa? Kwa kweli mimi sanaa niko na muda mrefu. Mimi mwenyewe hasa ni mwimbaji. Na pia ni mtunzi, ni mwandishi wa nyimbo. Naweza andika nyimbo hata mtu yoyote pengine kama anahitaji kuandikiwa nyimbo. Naweza muandikia nyimbo nipe na ataenda akarekodi. Lakini kwa hii sanaa ya filamu ni sasa hivi kama mwaka mmoja ambao nimemaliza. Kwa sababu pale kwa YouTube sijaanza kitambo sana. Lakini pale kuna movie kadhaa ambazo tumeziweka pale. Kuna kama vile Baba Mkorofi, Kazungu na Msomae. Alafu ndio kuna hii Kisasi cha Mzimu. Ambao sasa hii ndio iko hewani sasa. Sawa. So umeanza sanaa kitambo. Ndio. Okay. Tukianza pole. Ni changamoto gani unazopitia kwenye sanaa au ni hivyo tuseme changamoto au mitikasi gani unaona changamoto sanaa ni ngumu au rahisi? Swali zuri kabisa. Yaani changamoto ambayo mimi niko nayo ambao naiona kama ni changamoto ni kupata wasanii ambao watakuwa ni wa uhakika na ambao watakuwa wamejitolea kwamba wanahitaji kufanya jambo na wewe. Kwa sababu changamoto nzito ambayo unaweza pata msanii anacheza vizuri, ukampenda, ukamkubali, lakini pengine atakuwa ni dada, ni mke wa mwenyewe. Ule wakati wa wewe unamhitaji ukashuti, mume wake pia naye anamhitaji. Sasa hapo inakuwa ni changamoto.
wakati ule unamhitaji, mume wake pia amemhitaji, inabidi sasa wewe ukose. Kutafuta mwingine wa kureplace inakuwa ni shida. Sasa hiyo ni changamoto kubwa tena sana. Kwa hiyo changamoto kubwa ni wasanii. Changamoto kubwa ni wasanii. Kupata msanii ambaye atakuwa amejitolea moja kwa moja. Hiyo ni changamoto kubwa sana. Sawa. Hiyo ni kweli, na watu wengi husema changamoto kubwa na wasanii, maana hasa kwa sasa hivi kusema sasa hivi uko na wasanii wako binafsi au wasanii ni wale wa kubatisha batisha? Niko na wasanii wangu binafsi ambao sio wengi sana, hawajatosha. Kwa hivyo hata kama kuna mtu yoyote ambaye anaweza kujiunga na mimi, namkaribisha awe karibu na tuendeleze gurudumu hili. Lakini wale ambao sasa hivi niko nao ni wengi, lakini wale wa kuungaunga ambao hawajakuwa permanent sana, kwa sababu ni wale ambao anakuja kesho unamkosa, anakuja kesho unamkosa. Sasa nikikuuliza swali. Ndio. Kwenye hiyo Bamba TV au Bamba Family, wewe ni director ama CEO ama wewe ni producer? Yaani mimi namaanisha wewe ndio mwenye channel yako. Mimi pale ndio channel, ile channel nimiliki mimi hasa. Lakini pia pale nikitaka kumshukuru, niko na editor wangu pale mzuri kabisa. Sawa. Bwana Alpha Kiumbe. Ananisaidia hizi kazi zangu ambazo mpaka sasa unaziona zinafanya. Alpha kwa kweli mimi nimemkubali kwamba ni editor mzuri. Kazi zake ni nzuri kabisa, hata mimi pia nafurahikia akinifanyia kazi. Kwa kweli naona kazi zake zinaenda. Sawa, big up to Alpha Kiumbe. Sasa tukurudi sasa, mtu akitaka kutafuta kwenye mtandao wa kijamii anapata kwa jina gani? Mfano kwenye Facebook, TikTok na Instagram. Kwa majina pale sina jina moja ambalo ni kama mkate. Niko na majina tofauti. Kwa mfano kama vile ukienda kwa TikTok, wengi wananifahamu kama Binilungo. Pale kwa TikTok niko na account yangu ya TikTok ambayo pia inafanya vizuri. Pale wananifahamu kama Binilungo. Lakini ukienda kwa channel ya Facebook, pale unapata jina langu pale ni Ramadhan Kahindi, ambayo iko pale kwa Facebook. Sawa. Ndio maana yake unaona hapa kwa YouTube hapa inatambulika kama Bamba Family Original. Guys, let's support Bamba Family Original. Link itakuwa hapo chini in description. Make sure na subscribe na like na share. Ukitaka kumpata Instagram, TikTok, utampata kwenye Binilungo. Tukurudi kwenye Peter Sen. Wewe ni mwigizaji sema. So changamoto gani unaona hapa mnaanza kuogopa sana ni ngumu? Bada sana ni ngumu rais wetu. Maana mimi nataka kuigiza lakini najiogopa, naona kama kwanza kwa kuna ugumu. Unajua, acha nikwambie bwana Kiumbe. Watu pale nje wanafikiria sana ni kitu kirahisi. Lakini mwigizaji mwenyewe sana kupambana ni kama tu kazi ya kawaida. Sababu sana ikianza kutengenezwa, yaani mtu utengeneza, yani wahusika ule kuvaa character ni ngumu. Wewe imagine unafufua script, ni kitu chenye kimeandikwa, na kuifufua ni wewe uvae uhalisia wa mtu mwingine ndio ile ucheze reality. Sasa sana watu ukiona pale nje imetengenezwa si rahisi, ni kupambana, kutoa jasho. Location yenyewe zinakaa ni ngumu. Sasa hivi unashauri mtu anayetaka kuingia kwenye sanamu, unamwambiaje? Mtu anatamani kuingia kwenye industry yako. Mimi namwambia ukiwa na talent usifiche talent, usikae nyumbani na talent. Ushamwambia sana ni ngumu. Sijamtisha kumwambia sana ni ngumu. Nimemwelekeza nikamwambia usione kitu kimetengenezwa ukafikiria ni kirahisi. Ni lazima upambane, lakini pia ukiwa na talent usifiche hiyo talent, ujiweke nyumbani. Njoo ufanye kazi. Unajua pia na washauri pia wazazi, usimnyime mtoto kuact. Hiyo sasa ni kama mkate. Mfano kama uchezaji mpira, watu wengi wamefaidi kupitia uchezaji mpira. Kwa sababu gani? Wewe ukikuja kwa sanaa ukiwa na talent itoe. Kama unajua kuigiza, usifiche hiyo talent, wewe nenda kuigiza. Unajua wazazi wengi wananyima watoto wao kucheza filamu, na hiyo kitu haifai. Na pia mimi pia ningependelea pia serikali pia itushike sisi vijana mkono. Kwa sababu gani? Sometimes changamoto inakuwa ukosefu wa vifaa. Tunafaa tutoe good quality, tutoe kitu kizuri chenye hata mtu akiangalia anapendezwa na chenyewe. Sasa serikali hizi pesa za wanarika, za wana youth ambazo zinawekwa kwa sababu ya sanaa zisikuliwe, yani zisiwekwe mfukoni, zipatiwe vijana kama kazi. Sanaa ni kazi. Sababu unaona ukinyima mtu kazi
ataenda aingie kwenye mihadarati, afute sigara, afanye nini. Lakini ukimpatia pesa kupitia, yani serikali ikipatia, kuna ile inatoka akiba ya vijana. Vijana wanafaa wapewe akiba yao ili waendelee kufanya kazi, ambapo ndio infrastructure ya Kenya. Ma ukosefu wa kazi utapungua, mtu ataenda kuiba. Mimi niambie, nikiwa nacheza sinema, napewa pesa yangu, mimi nitakwenda kuiba kweli? Sitaenda kuiba kitu. Sasa mimi naomba pia serikali tusaidie, itu boost kama sisi wasanii tunaumia sana tukiona sisi tunatoa pesa zetu mfukoni, tunang'ang'ana ili movie iwe nzuri. Mimi naomba waheshimiwa tusaidieni sisi kama group, kama waigizaji, at least tuwe na kitu kizuri ambapo wewe mwenyewe unaweza jisaidia. Sasa vyema kabisa. Ndio utakupata kwenye mtandao kwa jina gani? Mimi FB najiita Badar Simratur. Kwa hiyo ni mwindi. Mimi si mwindi, lakini hilo jina napenda. Ndio najulikana kwa mtaani. Badar Simratur pale kwa mtandao wa Facebook. TikTok unajiita Mr. Peter. Mr. Peter Singh. Pia YouTube ni Peter Singh. Sina jina lingine. Lakini mimi sana nimeshare, sina reality wa account yangu ya YouTube. Nafanya kushare, nikitu hapa napiga simu, nikitu hapa napiga simu. Yaani sina account yangu. Sasa jamaa amesema ni mwindi lakini ni Mkenya. Amesema mwindi ama tumuitishe passport. Lakini okay, tukirudi pale hapo, unaambiaje mashabiki wanaofuatilia? Mimi ningeomba kitu kimoja, wale mashabiki ambao wananifuatilia. Mwanzo, jambo la kwanza ni washukuru, na wapenda sana mashabiki zangu, kwa kweli mnanisaidia, na ningeomba hivyo muendelee kunishika mkono, kwa sababu bila nyinyi siendi mahali popote. Na wapenda kile ambacho nawasisitizia, ukiingia pale kwa YouTube kwa ile account yangu, usikose kucomment, kulike na kusubscribe. Nitakushukuru tena sana mtu wangu, na kuomba kwa heshima unisaidie kama mtoto Mkenya, kama mtu mwingine, hata wale ambao wako juu kwa sahihi. Nakumbuka kabisa walishikwa mikono na wakafika pale juu. Kwa hivyo bila nyinyi siwezi na siendi mahali popote. Na waomba tafadhali, niko chini ya miguu yenu. Kwa hiyo bado unahitaji wasanii pia? Mimi kwa kweli bado nahitaji wasanii, kwa sababu changamoto kama ambayo nimekwambia niko nayo tena sana. Niko nayo. Kwa hiyo kama wewe ni msanii na unahitaji kuigiza, location ni wapi? Taveta. Location kwa saa hii mimi nafanyia hapa Taveta. Sehemu moja hapa inaitwa Eloro Kamlenza, ndo mahali ambapo mimi ninaishi na ndo mahali ambapo mimi nafanyia kazi, na sana huwa location zangu nafanyia hapa. Kwa hivyo kama wewe ni msanii ambao unaweza jitolea, karibu kwa grupu letu. Sasa watakaribia na watakuja. Naona pia ni mashabiki. Mimi naambia mashabiki wakiingia kwenye channel yetu, subscribe, wa share na wa like, sababu bila wenyewe sisi hatuwezi. Wanafaa watusaidie. Wakisubscribe tunafurahia. Using'ang'ane kwenda kuangalia movie za kizungu ukiacha Mkenya mwenzako hapa. Unafaa ukiangalia za kizungu pia angalia pia za Kiafrika. Zao pia zinafunza, zinaeleza. Ndio maana sababu kuact ni kufunza jamii. Sasa wewe unataka kwenda kuangalia wazungu, unaacha mwenzako, unaacha kuna jirani yako. Sisi tunapatikana hapa Eldoro. Tunapatikana Taveta vile Eldoro. Sasa ndugu zangu, nashukuru kwa muda. Kingine kabisa tusahau ndugu zangu. Tunafurahia miaka 5 ya Amina Community Hospital kwa kufanyia ubora na uzuri. Ukiwa mgonjwa unatokea mji wa Taveta au Watambali, unapata na shida yote, tuko na hospitali ya Amina Hospital. Wako na matibabu ya kila aina. Kwa hiyo naomba ufikie kwenye hospitali uone ubora wetu. Thanks for it. Mungu awabariki. Thank you.